Mpenzi mtazamaji wa channel hii ya TanzaPulse, na kukaribisha tena tuweze kuchambua ujumbe ambao umetumwa naye David McAllister ambaye ni mwenyekiti wa European Parliament's Foreign Affairs Committee, ambaye amemtumia Samia Suluhu akimpea onyo kali kuhusiana na Samia Suluhu. Ningependa tusikize taarifa hii yake hapa chini kwa muda tu, kisha tutachambua taarifa yake. Friends, sadly Tundu Lissu has now been imprisoned for 1 year. He is Tanzania's leading, courageous voice for justice and democracy, 9 years after surviving a brutal assassination attempt. Once more, he is facing politically motivated charges. I call for Tundu Lissu's immediate and unconditional release and for lifting the political ban on Chadema. The international community must not remain silent. Our solidarity is with Tundu Lissu, with Chadema, and with all Tanzanians who believe in a democratic future of this great country. Huyo ni David McAllister, mwenyekiti wa European Parliament's Foreign Affairs Committee, ambaye ametoa ujumbe huo akilenga serikali ambaye ni kandamizi, serikali ya Samia Suluhu, akiwaambia na kuwapa tahadhari ama onyo kumfungulia Tundu Lissu mara moja. Unajua leo tarehe 9 Aprili mwaka 2026 ndio sasa imefika siku 365 ama ukipenda mwaka mmoja, kwani ni anniversary yake Tundu Lissu kushikwa. Na leo hii viongozi wengi wamekusanyika wakitoa jumbe zao kuhusiana na kushikwa kwake Tundu Lissu. Na kutokana na ujumbe huu ambao umetolewa na McAllister, amemtaja Tundu Lissu kama kiongozi wa upinzani shupavu ambaye alisimamia haki za Watanzania na alikuwa anapigania uongozi bora katika nchi ya Tanzania, na kwamba akashikwa mwaka jana wakati watu walikuwa wanajiandaa kufanya uchaguzi mkuu wa Oktoba ambao ulileta vita na kuleta maafa. Kwa hiyo kushikwa kwake na kuwekewa tuhuma za uhaini, tunajua wazi kwamba tuhuma hizo ni kwa sababu ya kisiasa. Kwa hivyo akawa mfungwa wa kisiasa wake Samia Suluhu kwa uoga ule kwamba hakumtaka Tundu Lissu aweze kugombea urais, ili pengine aliona kwamba kulikuwa na mawimbi ya kumtoa yeye kwenye uongozi. Kwa hiyo ni taarifa ambayo imezua wingi wa pressure katika ikulu ya Tanzania. Imemshtua sana Samia Suluhu kwamba, na amegundua kwamba mataifa ya nje ya nchi sasa yanaona kile ambacho kinaendelea humu nchini Tanzania. Vile McAllister aliongelea kuhusu swala la mwaka jana baada ya uchaguzi, baada wa Tanzania kuandamana. Polisi walipewa amri ya kupiga risasi kuua kutoka kwake Samia Suluhu, ambapo miili ya watu wengi ilipatikana barabarani. Damu ya Watanzania ambao hawakuwa na hatia wakafa kwenye barabara, damu zao zikatiririka. Ikakuwa ni wakati wa majonzi sana nchini Tanzania. Ila sasa kufika leo hakuna ambalo limefanywa ili kuweza kumdhibiti ama kumshika wauaji ama kuwashika wale wauaji kama ambao walijiweka kama ni polisi. Taasisi mbalimbali kutoka nje ya nchi vile zimezungumza kuhusiana na kushikwa kwa Tundu Lissu, na vile zimetoa amri kwa Samia Suluhu kumfungulia Tundu Lissu mara moja. Na ikumbukwe vile tangia mwaka jana kesi hiyo ya Tundu Lissu imekuwa ikisikizwa katika mahakama, ila sasa kuna ule kudelay sana kwamba hadi sasa kuanzia kesi hiyo isikizwe pengine ni mwezi ambao umepitwa. Na kumbuka vile Tundu Lissu ni mtu ambaye alipigwa risasi 16 katika mwili wake mwaka 2017, ila akapigania maisha yake, akayapigania kweli kweli. Anasema kwamba ikiwa wakati ule hakuaga dunia basi huenda hawezi aga dunia. Yani alipigwa risasi 16 kwa mwili wake. Na ukumbuke vile alipokea matibabu ndio, lakini kuna risasi moja ambayo haikeweza kuondolewa kwa mwili wake kwa sababu za kiafya, kwamba angeondolewa pengine hangekuwa hai. Kwa hivyo risasi hilo liko mwilini, na
kabla yeye kushikwa, pengine niseme na nitaje, kabla hajashikwa na serikali ya Samia, alikuwa akitembelea kituo cha uponyaji kila wakati ili kuangaliwa na kupata matibabu kutokana na zile kliniki na yale maumivu kwa mwili wake. Lakini tangia ashikwe, kunakuwa na mengi ambayo yametokea kwamba hajawahi pata ile fursa ya kwenda kumwona daktari, kumkagua pengine hali yake ya kiafya. Kwa hivyo hiyo ni sehemu ya masuala ambayo tunaendelea kuyazungumzia leo hii na ambayo Samia Suluhu hataki yazungumziwe haswa nchini Tanzania, manake inakumbusha watu wengi kuhusiana na yale yote ambayo yalitendeka katika ama baada ya uchaguzi wa mwaka jana. Mengi yanazidi kutendeka pale gerezani Ukonga, kwamba kwanza Tundu Lissu aliweka kwenye gereza la Ukonga pamoja na wale wafungwa ambao walitekeleza mambo makubwa kama mauaji na kadhalika. Na vile vile pale akiwa jela watu hawastahili kumuona pale jela, hata kama ni wandani wake wa karibu ama wanachama alichokuwa naongoza Chama cha Demokrasia na Maendeleo, hawaruhusiwi. Niliona wakati mwingine hata mawakili wake wakigombana kwamba mbona waruhusiwi waweze kuongea na mteja wao. Ni swala ambalo limekuwa likizua hisia mseto, limekuwa likizua maneno mengi sana haswa katika nchi yetu ya Tanzania. Vile vile kuna swala ambalo liliibuka tena kutoka ndio tena kuhusiana na jinsi Tundu Lissu anavyokuwa treated akiwa pale gerezani Ukonga. Tuma za kuaminika ambazo vile vile zilitolewa na huyo Tundu Lissu zinaonyesha kwamba pale alipowekwa kuna surveillance, anaangaliwa kwa kamera za CCTV kwa muda wa masaa 28 anaangaliwa. Na vile vile hata kama mawakili wake wanakuja kuangalia ili wazungumze kuhusiana na kesi inayomkabili, Tundu Lissu hapewi hiyo nafasi. Unagundua kwamba mazungumzo hao huwa yanarekodiwa kila wakati. Na ikumbukwe vile vile, kumbuka Tundu Lissu alikataa yeye kusimamiwa na wakili yoyote, akasema yeye ni wakili na basi ataenda kujizungumzia kama wakili, na ni mambo mengi yanaendelea. Kwa hiyo watu wengi hawaelewi mbona azuiliwe ama mawakili wake waweze kusikizwa sana wanayoyaongea. Pengine ni katika ile njama ya kutaka kujua kile ambacho Tundu Lissu amekuwa kikipanga ama anakipanga. Mambo mengi yanazidi kuibuka kweli. Lakini jambo ambalo ningekwambia ni kwamba Samia Suluhu sasa hivi yeye amejawa na uoga, pressure zake zimepanda. Hayuko sawa, kwa maana ikifikia wakati hadi mataifa ya nje, mashirika ya nje yameamua kutoa ujumbe kamili kwa kile ambacho kilitokea, inaonyesha kwamba hakika Samia Suluhu amejawa na uoga kweli. Hasa sasa hivi ambapo nchi ya Tanzania haiko stable kabisa. Nchi ya Tanzania kuna mengi ambayo yanaendelea kutokea haswa katika nchi hii, na sijui itakuwaje, sijui sisi kama Watanzania tutajinasuaje. Lakini vile vile kuna jambo ambalo mimi hunikera, kwamba huyu Tundu Lissu alishikwa katika ile hafla wakati anatetea maslahi ya Watanzania. Ila niseme sasa hivi Watanzania wamempa mgongo. Sielewi mbona wamemwacha wakati huu akiwa pale jela, badala ya kusimama na yeye pengine wafanye maandamano ya amani kushurutisha ili Tundu Lissu aweze kuachiwa huru. Ni haya ambayo nilikuandalia kutoka hapa TanzaPulse. Ikiwa ni siku yako ya kwanza hapo, hujawahi kukutana nami, tafadhali subscribe, like na kushare video zetu.